Shalom, shalom, shalom watakatifu wa Mungu. Shalom watumishi wa Mungu. Shalom watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Leo tena ni siku nzuri ya kumuinua Yesu Kristo. Leo tena ni siku nzuri ya kumwabudu Yesu Kristo. Leo hii. Na leo mada yetu nakuja ni nguvu ya roho. Tuliona tuliona kuanzia mwanzo, kwa sababu semina yetu inaendelea. Leo ni semina kipindi cha 5 semina yetu. Na semina yetu mada ilikuwa mwanadamu ametoka wapi na mwanadamu ni nani? Kwa sababu wanasayansi wanasema mwanadamu alitoka kwa nyani. Na ndio maana tunaenda kwanza kuangalishisha kwanza. Tunaenda kufumbua, tunaenda kufunua hapa. Kujuliza, tunaenda kufunua hapa. Tunaenda kufunua hapa. Kujuliza, huyu mwanadamu alitoka wapi? Ndio tulianza kipindi cha kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5. Na leo tu kwenye kipindi ya 5. Kipindi ya 5 tuliona mwanadamu, tuliona vipande vya mwanadamu, tuliona na jina ya mwanadamu, tuliona umri wa mwanadamu, tunaona umri wa Adamu, tunaona umri wa Hawa. Leo pia tutaona nguvu ya roho. Kwa sababu wakati Mungu aliumba mtu, tunasema mtu. Mungu aliumba mtu akamuita jina lake Adamu. Na huyu Adamu naye alimzaa nani? Alimzaa Hawa kupitia ubavu wake. Mungu alimpiga usingizi akatoa mwanamke kwenye ubavu wake. Ni kwamba mwanaume alimzaa kiumbe mtu mwanamke. Na ndio maana wakati Bwana Yesu alikuwa msalabani, kwa sababu mtu alipoteza kizazi chake na akaweka kizazi katika dhambi ya jina ya kuwaita mwanadamu, wakawa wana wa Adamu, watoto wa ukoo wa dhambi. Sasa Yesu yeye alikuja kutoa kwenye huu ukoo, kurudisha kwanza ukoo wa mwanzo, ukoo wa watoto wa watu, mwana wa mtu, kuturudisha kule, kisha tena akurudishe nyumbani kwako kwenye bustani wa Eden, kisha tena akupeleke kwenye nchi mpya. Kwa sababu ulimwengu wa kale na mbingu ya kale yameshapita, lakini atakuingisha kwenye ulimwengu mpya, ndio tunaita Yerusalemu mpya. Ndio maana naye Yesu wakati alilala usingizi ama alikufa msalabani, ndiko alizaa damu na maji. Alizaa damu na maji. Maji inawakilisha roho na damu inawakilisha nafsi. Alizaa damu na maji, akatuzaa kupitia ubavuni mwake Yesu Kristo. Ndio maana wakati uko pale, chapa kwanza makofi, furahi kwanza, Bwana alikuzaa. Wewe sio nyani. Wanasayansi wanasema mtu alitoka kwa nyani. Sasa uniambie, mtu aliumbwa na vipande vitatu, nyani aliumbwa na vipande viwili. Sasa mtu alitokaje kwa nyani? Nilikwambia kwenye kipindi cha pili ya kwamba mtu yoyote aliyezaliwa, mtoto yote aliyezaliwa anazaliwa na vipande viwili, anazaliwa kama mnyama. Mtoto anazaliwa na mwili, mtoto anazaliwa na nafsi. Lakini pumzi hai, wakati Mungu alimumba ya kwanza Mungu aliyeumba ni roho. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu, roho. Kisha ile roho Mungu aliweka ndani mwake. Ile roho aliweka ndani mwake. Kisha kutengeneza mwili, alitengeneza na nafsi.
Mwili maana yake nini? Mwili ni cover, inakava viungo vyote vya ndani, ndio maana ya mwili. Ni kama pazia, tutaita kama shuka ya kufunika viungo vyote vya ndani. Lakini nafsi ni kama hazina. Nafsi ni hazina ya moyo, ndio nafsi, hazina ya moyo. Nafsi ni hazina, nafsi ni hazina ya moyo. Huku kwenye nafsi ndiko kuna kwa kugusa, kwenye nafsi ndiko kuna kwa mawazo, ni hazina ya moyo, ndio nafsi. Sasa tuone, unakuwa sasa na roho. Wakati mtoto anazaliwa mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, kwa sababu namba 3 ni uzima, ndio Mungu anampulizia sasa kwenye puani wake. Utaona katika mwezi wa 3 mtoto anabadilika katika mwezi wa 3. Utasikia mtoto anaanza kuelewa kuongea, anaanza kuelewa kusimama, anaanza kufanya vitu kama mtu, anaanza kutambua. Utasikia na tatata anacheka, kwa sababu hapo ndipo anapata sasa hii roho ya uutu mtoto. Na roho, leo mada yetu ni nguvu ya roho. Roho maana yake nini? Roho maana yake, roho ni kiumbe kenye uwezo. Roho ni kiumbe kenye uwezo wa kusaidia mtu kufanya shughuli zozote duniani, mbinguni na chini ya dunia. Roho ndiko kiumbe. Roho ni kiumbe Mungu aliumba, ni kiumbe kinakaa ndani ya mtu. Ndio kwenye hivi pande, nafsi, mwili, nafsi na roho. Hiki kiumbe ndiko kinasaidia mtu kuongea, hiki kiumbe ndiko kinasaidia mtu kusimama, hiki kiumbe ndiko kinasaidia mtu kumpa akili. Ndio maana nasema Mungu alipulizia pumuzi yake kwenye puani. Hapo utasoma kitabu cha Mwanzo 2:7. Hapo Mungu anapulizia kipuani, anatuma pumuzi yake kwenye pua, anampuvuvia mtu kwenye pua. Kisha tena Mungu kisha kufanya hivi, mtu akawa nafsi hai, akaishi. Ukisoma tena kile kitabu cha Mwanzo, kabla tufike pale, kuna aina ngapi ya roho? Kuna aina 3 ya roho. Kuna roho ya Mungu, roho ya mtu na roho ya shetani. Lakini katika roho ya shetani, katika roho ya mtu na roho ya shetani, ni roho zote zilitoka kwa Mungu. Sasa hii roho za shetani inakuwa ni roho za uasi, roho za mtu inakuwa ni roho za Mungu. Sasa hapa tutaona kule mbele, hizi roho za Mungu ndio roho ilikuwa peke yake. Roho ya Mungu ilikuwa peke yake katika Mwanzo. Katika Mwanzo sura ya kwanza mstari katika Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 2, roho ilikuwa peke yake, ilikuwa juu ya maji. Hizi roho. Sasa sisi watu wa Mungu, tunaona, ukifuata kipindi kyote utaelewa kwamba mtu akutoka kwa nyani, mtu akutoka kwenye madhabahu za shetani, mtu aliumbwa na Mungu. Sasa tutaona zile roho za shetani, tutaona zile roho za mtu, tutaona zile roho za Mungu. Wewe endelea kushare na kulike, we scrub tu. Ni mafundisho mazuri, semina nzuri ya kugundua mtu ulitoka wapi, mwanadamu ni nani na mtu ni nani, na roho ni nini. Uende ukapokea roho za Mungu.